Hadithi hii siri ya kijana aliyekuwa na uume wa nyoka. Zamani za kale, katika kijiji kidogo pembezoni mwa msitu mkubwa wa Usambara, aliishi kijana mmoja aitwaye Baraka. Alikuwa mpole, mwenye akili nyingi na mwenye tabasamu lisiloisha. Lakini licha ya sifa hizo zote, aliepuka marafiki na hakuwahi kuwa na mpenzi. Watu walimpenda lakini pia walimshangaa. Alikuwa na siri nzito ambayo hakuthubutu kumweleza mtu yeyote. Baraka alizaliwa na hali ya ajabu sana. Badala ya uume wa kawaida kama wavulana wengine, alizaliwa na uume wenye umbo na maisha ya nyoka. Nyoka huyo mdogo alikuwa sehemu ya mwili wake. Aliishi, alihisi na hata alijibu mihemko ya Baraka. Mama yake tu ndiye aliyefahamu siri hiyo. Alimpenda mwanawe kwa dhati na alimwasa asimweleze mtu yeyote, kwani dunia haikuwa tayari kuelewa au kukubali hali yake. Baraka alikuwa kwa kujificha, akikwepa uhusiano wa karibu, huku akiwa na maswali mengi kuhusu hatima yake. Siku moja, binti mrembo aliyehamia kijijini kutoka mji wa mbali alimwona Baraka sokoni. Alivutiwa naye haraka. Aliitwa Amani na alikuwa jasiri na mwenye roho ya kuchunguza. Licha ya Baraka kujitahidi kumkwepa, Amani aliendelea kumfuata kwa upole na uvumilivu. Hatimaye Baraka alivunjika moyo. Alimpenda Amani kwa dhati, lakini aliogopa kumuumiza au kumkosesha amani. Baada ya wiki nyingi za kutafakari, alimuita Amani pembezoni mwa mto na kumwambia, Amani, nakupenda, lakini kuna kitu ndani yangu, kitu ambacho hakieleweki. Siwezi kuwa kama wengine. Amani, akiwa na moyo wa ajabu, alimtazama kwa macho ya upendo na kusema, Baraka, mapenzi ya kweli hayaogopi giza la siri. Nieleze, hata kama ni kitu cha kutisha. Kwa mara ya kwanza, Baraka alifungua moyo wake. Alimwonyesha Amani uume wake wa ajabu, nyoka aliyepumua polepole, mwenye macho yenye akili na kutambaa kwa sauti ya kustaajabisha. Amani alishtuka, akajikuta nyuma hatua kadhaa, lakini hakukimbia. Badala yake aliinama, akamtazama nyoka huyo na kusema, ni ajabu lakini pia ni uzuri wa maumbile. Hii ni siri ya kale ya kipekee. Labda wewe si laana kama ulivyodhani, labda wewe ni zawadi kwa dunia ambayo bado haijaelewa nguvu ya tofauti. Kwa upendo wa kweli, Baraka na Amani walikubaliana kuishi kwa siri lakini kwa furaha. Miaka ikapita na watu walizidi kustaajabu upendo wa ajabu baina yao. Baraka, ambaye sasa alijifunza kukubali mwili wake, akawa mponyaji mashuhuri, akitibu kwa mitishamba na busara aliyoipata kwa kuishi na nyoka wa ndani. Siri yao ilibaki salama, lakini urithi wao uliishi kama hadithi